Shalom shalom, nikusalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Ndimi mtumishi wa Mungu Oscar Gaspar. Leo ni furaha ya pekee na ya ajabu kwako tena mahali hapa kuungana pamoja katika kipindi hiki cha kujifunza na kuyajua maandiko na neno la Mungu. Naamini kabisa leo lipo jambo ambalo Mungu anataka kalijue kuhusiana na siku hii ya Pasaka. Wengi wamekuwa wakijiuliza Pasaka ni namna gani au Pasaka ni nini? Leo ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Utaenda kujua Pasaka ni nini, na je, Pasaka ni halali kibibilia au Pasaka imeamrishwa? Utaenda kujua hapa. Lazima kwanza utambue kabisa kwamba Pasaka ni nini na Pasaka ilianzia wapi. Pasaka ilianzia Agano la Kale, na leo nitaenda kukupa ushahidi wa maandiko kuonyesha kwamba Pasaka ilianza Agano la Kale. Agano la Kale, Pasaka ilianza kusherekewa pale wana wa Israeli walipokombolewa kutoka utumwani Misri. Ndipo walipoanza kuisherekea Pasaka, ikiwa ndio amri ambayo Mungu mwenyewe aliwapa. Pasaka ni ukombozi, na Pasaka linaweza kutamkwa kwa lugha tatu. Kwa lugha ya Kiebrania Pasaka inaitwa Pasch, ikiwa na maana Pasaka. Kwa Kiyunani ni Pasch, ikiwa na maana hiyo hiyo Pasaka, na kwa Kiingereza inaitwa Passover, na maana pita juu, na kwa Kiswahili ndio ukombozi. Kwa hiyo hapo sasa ushapata maana halisi ya Pasaka ni nini. Na kwa kuwa Pasaka ni ukombozi, ndicho ambacho Mungu alichofanya kwa wana wa Israeli, kuwakomboa. Ukombozi huu unapatikana kwa kumwaga damu. Hakuna Pasaka ambayo haimwagi damu. Pasaka iliwakilisha ukombozi, na ukombozi huu ulimwaga damu. Nitaenda kuonyesha ushahidi wa maandiko kuonyesha Pasaka ilisherekewa vipi na Pasaka ilihusisha nini. Kwa hiyo damu hii iliwakilisha mambo matatu. Damu hii iliwakilisha mambo matatu. Jambo la kwanza ukombozi, jambo la pili ulinzi, jambo la tatu utakaso. Ile damu iliwakilisha ukombozi, kwamba lazima mwage damu alafu ili iweze kuleta ukombozi. Jambo la pili, ile damu iweze kuleta ulinzi, ndio maana ikaitwa Passover. Ile jambo la tatu utakaso, kwa sakasa wote. Kile kitabu cha Kutoka 12:1 hadi 14, unaona jinsi gani Mungu anavyompa maagizo Musa na Haruni. Anawaambia kwamba tazama, mtachukua mwana kondoo asiyekuwa na ila, mtamchukua, mtamchinja, na wakati mtamchinja mnakuta tayari mshajiandaa. Kutoka 12:1 hadi 14, mmevaa nguo zenu, mmebeba mzigo wenu na fimbo zenu mkononi, kwamba tayari ni ukombozi umekaribia kwenu. Wakati wa kumchinja na kumwandaa Pasaka mtakuwa mmejiandaa kila kitu. Alafu baada ya hapo, ile damu basi mtaipaka kwenye miimo ya mlango ikiwakilisha ulinzi. Wakati malaika anapita usiku wa manane kwenda kuachilia mapigo juu ya ufalme wa Farao na juu ya nchi ya Misri, wana wa Israeli walikuwa salama kwa sababu yule malaika alienda kuangalia ile damu iliyokuwa juu ya miimo ya mlango. Ile damu ilikuwa ndio ukombozi wenyewe. Na kwa kuwa malaika alipita kwa kuangalia damu, hiyo ndio makiisha ulinzi, kwamba wana wa Israeli pigo halikuwapata kwa sababu waliweza kupokea ulinzi. Ile damu iliwakilisha ulinzi na utakaso. Walinyunyuziwa ile damu pia kuleta utakaso kwao. Na pia ile Pasaka walichinja na kumla kuonyesha kwamba ilidhihirisha ni ukombozi. Hao ndio mambo ambayo natakiwa uelewe. Kwa hiyo Pasaka kabisa ni kibibilia, na Pasaka ndio sikukuu pekee ambayo Biblia inaitambua na Biblia inasema wanadamu waiadhimishe. Ndio maana Yesu mwenyewe anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu mimi. Mungu anampa maagizo Musa, anamwambia mtafanya hivi kwa vizazi vyenu vyote, yaani kwa ulimwengu wote, kwamba waisherekee Pasaka, na wala sio kwa sikukuu nyingine bali Pasaka. Kwa sababu gani Pasaka? Kwa sababu ni ukombozi waliopokea pale katika nchi ya Misri, kwa sababu ni ulinzi waliopokea hasa pale pindi malaika alipopita juu ya nchi ya Misri na kuleta uharibifu, lakini mapigo hayakufika kwao, kwa sababu ile damu iliwakilisha ulinzi kwao. Walitakaswa kutoka utumwani na kuingia katika ukombozi ambao Mungu alikusudia. Sasa hapo nadhani ushapata maana halisi ya Pasaka. Sasa leo nataka kuzungumza mambo kadhaa ambayo nataka kanielewe.
Ile damu ni ushindi na ulinzi. Kitabu cha Ufunuo 12:11 utaona wanasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa damu ya mwana kondoo, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na ile neno la ushuhuda. Hii ni ushindi uliopatikana kupitia damu iliyomwagwa. Lakini leo hii Pasaka zipo za aina mbili, lazima uelewe. Pasaka ya kwanza ni ile ambayo wana wa Israeli waliila pale jangwani. Pasaka ya pili ndio ile ambayo ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo Yesu ndio Bwana Pasaka mwenyewe. Hatuadimishi tena ile Pasaka ya kule jangwani, bali tunamwadhimisha Kristo Yesu kufa na kufufuka kwake, ikiwa yeye ndio Bwana Pasaka mwenyewe. Lazima uweze kuelewa hapo kwamba Yesu Kristo ndio Pasaka mwenyewe. Ndio maana ukisoma kitabu kile cha Luka 22:1-20 utaona pale Yesu wakati wa kuwa makuhani wamejiandaa kwenda kumshika, anazungumzia kwa habari ya Pasaka, anazungumzia kwa habari ya kuila Pasaka. Tusome kitabu cha Luka 22:1 na kuendelea. Ikakaribia sikukuu ya mkate isiyochachwa iitwayo sikukuu ya Pasaka. Kumbe hata Yesu mwenyewe aliadhimisha Pasaka kabla ya mwenyewe kuondoka hapa duniani. Hapo sasa unaweza kupata picha kwamba Pasaka hata Mungu mwenyewe anaielewa na anaitambua, na hii ndio aliyotupa amri tuiadhimishe na tuisherehekee Pasaka. Mstari wa 7, ikafika siku ya mkate isiyotiwa chachu ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Pasaka ni kuchinja, ndio maana akasema kuichinja Pasaka. Akamtuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila. Yesu mwenyewe aliila Pasaka. Wakamwambia, wataka tukaandae wapi? Akamwambia, tazama, mtakapoingia mjini mtamkuta mwanaume amechukua mtungi wa maji, mfuateni mkaingia katika nyumba atakayoingia yeye, na mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu akwambia kiwapi chumba cha wageni nipate kuila Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu. Hapa Yesu anadhihirisha wazi kwamba na yeye mwenyewe Pasaka aliweza kuila. Naye atawaonyesha chumba kikubwa orofani kimekwisha kuandikwa, andaeni humo. Wakaenda wakaona kama alivyomwambia. Hata ilipofika aliketi chakulani yeye na mitume pamoja naye. Akamwambia, nimetamani sana kuila Pasaka pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Maana nawaambia kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe akashukuru akisema, twaeni hiki mgawanye ninyi kwa ninyi, maana nawaambia kwamba tangu sasa sinywi mzao wa mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate akashukuru, akamega akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yangu, kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula akisema, kikombe hiki ni cha agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Yesu anazungumzia habari ya Pasaka akiwa na wanafunzi wake, na akiwa anaila Pasaka anadhihirisha kwamba sasa yeye ndio Bwana Pasaka. Alikuja kuondoa ile Pasaka ya agano la kale na kudhihirisha Pasaka mpya ambayo ndio yeye aliyechinjwa. Pasaka kwa kuwa ni kuchinja na kumwaga damu. Yesu tayari aliingia msalabani akachinjwa, akaimwaga damu yake. Damu ya Kristo Yesu ilipomwagika ikadhihirisha ukombozi kwa wanadamu waliokuwa katika hukumu ya Mungu. Kwa kuimwaga damu yake tayari akaupatanisha ulimwengu na vitu vyote ambavyo tayari vilikuwa tayari kwenye kuhukumiwa. Kristo Yesu ndio Pasaka mwenyewe aliyedhihirisha hapa. Anatoa mkate, anadhihirisha kwa wanafunzi wake, anasema, huu ndio mwili wangu, kuleni kwa ukumbusho wangu mimi, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Anatoa kikombe, anakishukuru, anasema, twaeni mnywe, maana hii ndio damu yangu, damu ya agano jipya itakayomwagika kwa ajili ya wengi na kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Damu ile iliwakilisha utakaso ambao ndio ondoleo la dhambi. Ndio maana Kristo Yesu akasema itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi, akidhihirisha kwamba ilikuja kumwaga damu yake kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu na kwa ajili ya wanadamu wote watakaoweza kumwamini yeye, kudhihirisha kwamba yeye ndio Kristo Pasaka mwenyewe. Yesu Kristo ndio Bwana Pasaka mwenyewe, sio Pasaka tena ile agano la kale. Tayari Pasaka hii ya Kristo Yesu imedhihirishwa kiroho. Ile agano la kale ilikuwa kimwili, lakini leo hii Pasaka imedhihirishwa katika roho ambayo ndio Kristo Yesu mwenyewe. Kwa kuimwaga damu yake akaleta ukombozi, kwa kuimwaga damu yake akaleta utakaso, kwa kuimwaga damu yake akaleta ulinzi, ambayo iliwakilisha pia kipindi cha wana wa Israeli, kipindi cha mapigo, wa kupata mapigo kwa sababu ya damu ambayo alipaka juu ya mlima mlango. Na sisi tayari tunapata ulinzi wa damu ya Kristo Yesu kwa njia ya kuiamini damu yake iliyomwagwa pale msalabani, ambayo Yesu Kristo ndio Pasaka mwenyewe. Angalia, Yesu anasema kwamba huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili na kwa ajili ya wote, fanyeni kwa ukumbusho wangu. Kumbusho wa Kristo Yesu ni kwa kutoa ule mwili wake pale msalabani, akadhihirisha ukombozi kwa wanadamu wote.
Kristo wetu ambaye ndio Pasaka wetu alitolewa kwa ajili ya ulimwengu, na wala sio kwa ajili ya kabila wala taifa fulani, bali kwa ajili ya wote watakao muamini. Yesu Kristo ndio Bwana Pasaka. Hatuitafuti Pasaka kama Agano la Kale, bali Pasaka ndio Yesu mwenyewe aliyekuja kudhihirisha ukombozi huu na aliyekuja kuleta ukombozi kwa wanadamu wote na juu ulimwengu wote. Yesu Kristo ndio Bwana Pasaka. Anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Anasema hii itakafanyika kwa ajili ya vizazi vyote kwa ukumbusho wangu. Hili ndio agano jipya ambalo Mungu aliloingia na wanadamu kwa njia ya kumtoa Kristo Yesu. Kwa maana agano la kale lile liliwakilisha ukombozi wa wana wa Israeli pekee, lakini leo hii agano hili jipya limewakilisha ukombozi wa ulimwengu wote kwa kumtoa Kristo Yesu, au patanisho ulimwengu wote kwa njia ya mauti yake. Yesu Kristo ndiye Bwana Pasaka.